Na nikwambie mtu mmoja, acha kukariri maisha ya mtu, acha kukariri tabia ya mtu. Unaweza ukakariri udhaifu wa mtu, kesho ya mtu hujui, mtu akabadilika, ukabaki una hukumu. Unajua kuna watu ambao wana hukumu, wamechukua nafasi ambayo sio ya kwao. Ili andiko usihukumu usije ukahukumiwa. Sasa unahukumu maisha ya mtu kwa sababu ya kukariri, ya kwamba mimi namjua yule hawezi kudumu kwenye ndoa, ninamjua yule hawezi kukaa aina fulani akabadilika, kwa sababu acha kujua. Unajua hiyo jana, lakini mtu ameshatengeneza na Mungu, hivyo leo yake huyo mtu sio kama ya jana. Ya jana yamepita, imekuwa historia. Acha kumchafua huyo mtu kwenye kazi, acha kumchafua huyo mtu kwenye ofisi. Unamhukumu kwa mambo yaliyopita yamepita. Huyo mtu sasa ni mtu mwingine, huyu mtu sio mtu wa jana, wewe sio wa jana. Acha wakuhukumu kwa mambo yaliyopita, lakini tengeneza kesho yako kwa leo ambayo Mungu amekupatia, ili iwe surprise kwao. Mambo yako hayabadiliki kwa sababu ya kulalamika. Mambo yako hayabadiliki kwa sababu ya watu kukusema vibaya. Mambo yako yanabadilika kwa kuchukua maamuzi na kuona, hebu acha na mimi nifanye hivi. Sikiliza, Mungu anamwangalia Musa, Musa naye anamwangalia Mungu. Musa anasema wana wa Israeli wanalia kwa sababu hatuoni njia. Mungu anasema unanilia mimi wakati nimekupatia fimbo. Kwa hiyo utabaki unalia na usione maisha yanabadilika kama ukikubali hiyo dharau. Wanaokudharau ingie ndani yako, uichukue na uhifadhi ndani ya moyo, lakini utabadilisha mambo pale utakapochukua maamuzi ya kujua fimbo Mungu amekupatia kwa ajili ya kugawanyisha bahari ili uvuke na uanze kutembea. Kwa hiyo acha wakuhukumu kwa mambo yaliyopita, lakini wa surprise kwa ukimya kwa kesho, maana matokeo yanaongea, matokeo yanaongea, muda huo unaongea. Kwa hiyo acha kuhukumu maisha ya mtu. Kesho ya mtu ni fumbo, utakuja kuaibika bure. Mbariki mtu, muombee mema kwa damu ya Yesu. Amen.